Pazia la makubaliano ya amani, milio ya mabomu yasikika. Anga la Gaza latanda moshi. Watu 26 hupoteza maisha. Ukweli wa mambo nyuma pazia. Tunadurusu ndani ya makubaliano ya amani yaliyojaa mashaka, maisha ya hofu, wasiwasi, uhai unaoning'inia juu ya mstari mwembamba wa matumaini. Jeshi la Israeli limetangaza kusitisha mapigano huko Gaza saa chache baada ya shambulio lililoua wanajeshi wake wawili na kuchochea mashambulizi ya anga yaliyosababisha vifo vya watu 26 upande wa Palestina. Mashambulizi ya jeshi la Israel yaliwalenga makamanda wa Hamas, wapiganaji, handaki na ghala la silaha baada ya wapiganaji wa Hamas kushambulia kwa kombora la kutungulia vifaru na kufyatua risasi dhidi ya askari wa Israel. Kundi la Hamas limekanusha madai hayo likisema kuwa halijahusika na mapigano yoyote katika eneo la Rafah na kwamba bado lipo imara kulinda makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa Oktoba 10 mwaka huu chini ya usimamizi wa Marekani. Tawi la kijeshi la Hamas limesema alijawasiliana na makundi madogo ya kijeshi tangu mwezi Machi na linaamini tukio hilo ni uvumi unaolenga kuhalalisha mashambulizi mapya ya Israel. Wakati huo huo, viongozi wa Hamas wameshutumu Israel kwa kile wanachokiita mfululizo wa ukiukaji wa makubaliano uliopelekea vifo vya watu 46 na kuzuia misaada muhimu kufika Gaza. Msuluhishi wa amani ya Gaza, Rais Donald Trump wa Marekani, amesisitiza usitishaji wa mapigano huko pale pale. Akizungumza na waandishi wa habari ndani ya ndege ya Air Force One, Trump amesema anaamini huenda viongozi wa Hamas hawakuhusika moja kwa moja katika uvunjaji wa makubaliano hayo. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema hakuna uthibitisho kwamba makundi yote ya Hamas yameweka silaha chini. Na nukuu kauli yake: kuna zaidi ya vikundi 40 vya Hamas, baadhi vitaheshimu makubaliano lakini vingine havitafanya hivyo. Ili kuhakikisha utulivu wa kweli, mataifa ya Kiarabu ya Ghuba yanapaswa kushiriki katika kusimamia ulinzi na usalama ardhini. Mwisho wa kunukuu. Wakati huo huo, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na mkwe wa Rais Trump Jared Kushner wamefanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kujadili hali ya utulivu na mustakabali wa eneo hilo, ingawaje taarifa kamili juu ya mazungumzo hayo haijawekwa wazi. Wakati huo huo, Israel imeruhusu tena kuingia kwa misaada ya kibinadamu Gaza, hatua inayofuatia kurudishwa kwa mwili wa mateka mwingine wa Israel kutoka eneo hilo. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amekiri kuanza kuingia kwa misaada ya kibinadamu Gaza, ingawaje hakueleza kiwango halisi cha shehena zinazoingizwa. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliamuru jeshi la Israel kuendelea kujibu kwa nguvu kile alichokiita ukiukaji wa makubaliano na Hamasi. Mapigano haya yameongeza hofu ya kuvunjika kwa mkataba wa usitishaji mapigano. Ukweli wa mambo nyuma ya pazia. Tunalifunga pazia kwa matumaini ya amani ya kweli. Dunia inasubiri kuona hatua zinazofuata, kila taifa likitimiza malengo yake, na tunatumaini kuwa kila hatua moja katika mgogoro huu ni safari ya matumaini. Asante kufuatilia makala hii. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.